Msomaji wa Qur'ani ametusomea hapa historia ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kamtafuta mtoto zaidi ya miaka 80. Kwa lugha nyepesi tungesema ni bare. Kwa Nabii Ibrahim labda alikuwa ni tasa. Na dunia sasa hivi tulikuwa nayo, kama itatokea mzee na miaka 80 akapata mtoto na miaka yote alikuwa hana mtoto, tunasema vijana wamemfanyia kazi, mtoto sio wako. Inna Allah yasir. Kwa Mwenyezi Mungu yote hayo ni mapesi. Mmoja katika maulama ana maneno mazuri sana, anasema idha mana Allahu laka shay'an tuhibbuhu la tahzan. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anaweza kalizuia jambo ambalo mwanadamu analolipenda, basi anasema la tahzan, usihuzuniki. Law alimta kaifa yudabbiru Allahu lak la dhaba qalbuka li hubbihi subhanahu wa ta'ala. Kuna wakati Mungu anaweza kazuia mambo mazuri unatarajia wewe uyapate. Kuna wakati kijana anaweza kuwa binti huyu lazima nimuoe, Mungu akalizuia, hapana, wewe uweze kumuoa huyo. Sasa law alimta kaifa yudabbiru Allahu lak, lau ungelijua nini Mwenyezi Mungu anakupangia kwa kilele cha kuzuilia, la dhaba qalbuka li hubbihi azza wa jalla subhana, moyo wako ungeyayuka kwa mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mwanadamu anaomba kwamba Mwenyezi Mungu ampe jari, alafu Mungu hampe jari. Mwingine anasema basi Mungu amekuwa ni taksi. Mungu sio taksi, jari ungeipata ingekuvunja miguu, ungekuwa kilema ombaomba, ingekuwa vipi na wewe? Inma huwa Allah azza wa jalla hunaka fi waqti al-baliya. Nabii Ibrahim alayhi salam miaka 80 hajapata mtoto, Mwenyezi Mungu kaja akampa mtoto. Kwa dunia yetu tungesema vijana wa mtaani wallahi wamefanya kazi nzuri sana, lakini ala Allah yasir, yote kwa Mwenyezi Mungu ni pesa. Lakini mtoto yule akapita na mtoto kampata, lakini kapitia ndani ya mitihani pia. Kapata mtoto falamma balagha ma'ahu sa'ya, amefikia katika umri mkubwa. Sa'i maana ni ule umri ambao baba unaweza kutembea na mtoto, ndio as-sa'yu. Maana ni mtoto amempata na mtoto yule amefikia ule uwezo wa kumtuma kwenda na kurudi. Sasa mtoto yule amefikia Nabii Ismail alayhi salam umri huo. Famadha kana ba'da dhalik, baba anaambia mtoto ya bunayya, ya mwanangu, yani khatabahu bi ya'i an-nida bihusn wa ta'addub, ya bunayya, ewe mwanangu. Na hii ndio lugha hata Mwenyezi Mungu ametumia kwa waja wake. Tuwe na adabu, simwite mtu fulani Ali, ya Ali. Umeona Jibril alipomkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa nini Mwenyezi Mungu alimpa khitab akamwambia ya Ibilisa, hakusema Iblis? Kwa nini? Qur'ani na flavor wa Islam, Qur'ani na mafunzo. Mtu mwingine kama akimwona Sheikh Ali, unapenda kuitwa wewe Sheikh, hiyo ndio lakabu kampa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal kinayatu 'anil ismi ghayatu at-ta'dhim lil mukhatab. Kwa hiyo shuf ismama Nabii Ibrahim alayhi salam, mtoto kampata kwa taabu na dhiki na kila kitu, anamwambia mtoto maneno ya ghafla, ya bunayya